ya tujilambe. Unajua unapojilamba, unapokunywa mtungi hivi unakuwa unajilamba fulani hivi, unajivuta hivi na kuwa nyama. Kwa hiyo tufanyeni vitu vyo vya udambu vya ukweli. Mudi kubwa, mudi muzungu. Pakalaba hilo kudadeki. Hey kaka, wewe unaleta matatizo. Mimi bana, mimi penda wewe bana. We bai. Kama vile udadisikia bibi boda sikusikia udasebaje bogeza sauti. Kwa hiyo nafikiri ni yeye kama yeye hawezi kuangalia katika namna fulani ambayo mimi nitakuwa nimebadilika. Kwa hiyo lakini pia nikiangalia katika upande mwingine siamini katika kushuka. Siamini katika kushuka kwa sababu wanasemaga ndoa, mimi naonaga watu wanaona ndoa ni kama zigo fulani hivi umelibeba ndoa. Yeah. Lakini ukiangalia kuna watu ambao hawajaoa. Nafikiri ule uhalisia ambao tunaocheza mimi na Cindy kwenye tamthilia Dunia na way back kutoka kwenye Agano tulipokuwa tunacheza, ni watu ambao tumeshibana kwenye cast zetu. Ule ukaribu umeleta kiasi kwamba mpaka mtu akiwa anaangalia tamthilia Dunia anahisi hawa watakuwa ni mke na mume kweli. Steve hawezi kufanya kazi bila Ndalo. Na Ndalo hawezi kufanya kazi bila Steve. Kwa hiyo vyote vina mechi. Sana sana ni katika upande wa muziki wanazungumza kwa muziki, anazungumziwa Big Fizzo, Sakbi. Yeah, huyo naye anazungumziwa. Ushaona? Yeah, sana sana wanazungumzia kutokana na muziki. Lakini kwa uongo zambi kwa filamu au tasnia kule sio sana. Yes, hello once again, Hunter the Killer again. Leo nimejifikia Muruta Hotel. Kama jinsi mnavyoona, hii ni hotel miongoni mwa hoteli ambazo ziko huku quartier Nord, ambazo watu huwa wanapenda kuzifikia kama kawaida. Kwa siku ya leo nimetua hapa nikifuata umbea kwa nani? Kwa Mudi Muzungu. Hapa ndipo alipofikia. Kama kawaida mnajua amekuja huku kwa sherehe ambayo imemleta huku Burundi ili kuweza kupata mchumba wa Kirundi. Kwa hiyo sherehe imeshakuisha. Kwa siku ya leo tunakuja kufuata umbea kama kawaida. Mwe pamoja nasi, basi tunamfuata ambapo alipo ili tuweze kuchonga naye mawili matatu kama kawaida. Kama hujafanya subscribe, naomba ufanye subscribe kwenye Raj Media TV. Ukumbuke na wengine ambao wako Ulaya huko ambao hawajafanya subscribe, ili uweze kuwatumia video, uweze kuwatumia link ili waweze kufanya subscribe. Kama kawaida kazi iendeke vizuri. Hebu twende. Moja miongoni mwa hotel kali ambazo tuko nazo hapa quartier Nord. Wewe nifuate. Yes, kama kawaida. Yes, wapenzi watazamaji wa Raj Media TV. Leo ni siku yenye furaha, siku yenye matunda mazuri kwa kuwa tumempokea mgeni wetu rasmi. Sio mara kwanza, inakuwa mara pili hii. Mara ya kwanza tumemkutana ukumbini huko, akiliramba yani. Sio wanasema ni kuramba. Kujilamba. Kuramba yani. Kujilamba. Kama kawaida kwenye screen namuona ni Mudi Muzungu. Kwanza kabla ya yote acha tumpe hongera. Asante sana, nashukuru sana. Watu wengi ambao hawajaona ile video kwanza watajifikiria mtu anampatia hongera yani. Ni hongera ya kwamba Mudi Muzungu amekuja Burundi kuchukua mchumba. Ndio. So mchumba wa Kitanzania, yani amekuja Burundi kuwakilisha Warundi, kwamba kuna mmoja miongoni mwa wanawake ambao amefurahia akasema mimi lazima nitue Burundi. Licha wale mastaa mengine kuja huko Burundi kujichukulia mizigo, na akasema lazima ni urambe. Sasa kama kawaida nikupatie karibu kwa mara nyingine kwetu Burundi. Nashukuru sana. Asiyemjua Mudi Muzungu. Mudi Muzungu ni mtu gani haswa? Asiyemjua Mudi Muzungu ni msanii wa maigizo ambaye anatokea Tanzania, yupo chini ya kampuni ya Asma Film, ambaye sasa hivi tuna tamthilia yetu inaitwa Dunia. Mule nimeigiza kama mshikaji fulani hivi ambaye ana familia lakini analewa sana, ajali familia yake, ajali nini kuhusu ndoa, hamjali mkewe, yani yeye anapenda sana pombe. Kwa hiyo humo ndani ya tamthilia hiyo ya Dunia
utapata kujifunza vingi, utaburudika na huyo mudi, lakini yupo na wenzie kibao wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo utacheka, lakini pia ni mtu ambaye anayefanya comedy. Ukiingia katika mitandao yangu, ukiandika tu Mudi Muzungu, basi kila kitu cha comedy, cha acting nazofanya zipo mule. Okay, yeah. Most of gender ya watu ambao wanaoifuatilia dunia inakuwa ni female gender, maana yake nazungumzia wanawake. Yeah. Katika hao wanawake ni watu ambao wanachukuliaga mambo serious. Hata ukizama kwenye movie za Kihindi, nyoka unaona inapita juu ya majani, lakini wenyewe wanachukulia serious. Ndiyo. Mtu anapigwa masasi iko nyuma ya beskeli, lakini masasi yamfikii. Yaani wanachukulia mambo serious. Ndio. Kwa kuwa wanachukulia mambo serious, Mudi Muzungu anaigiza movie akilewa, akifanya nini? Hivi Mudi Muzungu ni Mkristo wala ni Muislamu? Mudi Muzungu ni Muislamu. Jina lake la kuzaliwa kabisa anaitwa Shaban. Kwa hiyo ni mtu ambaye amelelewa pia mazingira ya dini ya Uislamu. Nadhani watazamaji wamekupata vizuri. Maana wamekuwa na mashaka sana wakisema, huyu mtu mbona tunamuona ni mlevi? Kamfuata cha pombe wala na yeye yuko miongoni mwa wale watu wenye kulewa, wanacheza maisha halisi ambayo wanayoishi. Lakini kwa siku ya leo Mudi Muzungu ameamua kuweka wazi na kuambia kuwa ni maigizo wanaigiza, lakini ndani ya hayo maigizo kuna mafunzo fulani. Kama jinsi mlivyosikia ndani ya dunia, ni mtu amekuwa analewa sana ambaye hajali familia yake. Sasa basi kabla tujaanza kipindi chetu, naomba uweze kuifuatilia dunia popote ilipo. Maana kwa saa hizi imevunja rekodi sana. Inakuwa inapiga takriban 1 milioni kwa siku moja. Ndio. Yaani imesurface wengine sana. So mchezo ni kitu kizuri, ni kitu kizuri sana. Ndio maana watu wanafuatilia Okay, licha ya hiyo tukingali kwenye dunia, kabla tujaingia katika mambo ambayo yamemleta Mudi Muzungu. Ndio. Hapo tukiwa kwenye dunia, ni kwa nini nimeona Mudi Muzungu yuko na channel yake ya YouTube, akiwa yuko na movie, kuna movie ambayo inaitwa Kaushadamu. Ndio. Amekuwa bado akiendeleza nini, akaamua kuiacha kumoja mkataba wake binafsi na kwenda kwenye dunia. Je, kuna kipato kikubwa sana kule kimesababisha mpaka uache vya kwako? Hapana. Ile ni channel ambayo nilikopo nayo muda kabla sijaajiriwa kwenye Asma Film. Na nilikuwa nikiposti vitu vyangu kwa sababu asili yangu mimi nilikopo na produce kazi, nilikuwa naandika na direct and then napeleka kule kazi zangu. Lakini mara baada ya kuona hii ni fursa pia nzuri katika kujitafuta, nikapata nafasi ya Asma Film. Kwa hiyo YouTube yangu, kwa kuwa uwezo ukaacha kitu ambacho kinachoingiza riziki, ushaona, nikaweka pembeni, nikachanganya na riziki ya huku ambayo inapatikana kwenye Asma Film. Kwa ninachokipata huku kidogo na ninachokipata huku kwenye Asma Film kinasaidia kuongeza maisha yangu. Kwa hiyo kule sasa hivi napeleka sana behind the scenes zangu ambazo nazocheza, napeleka baadhi ya stories tu za kawaida ambazo moment za kila siku naziweka mule. Kwa hiyo kinachopatikana $2, $3 zinasaidia kupata maji ya kunywa nyumbani. Hapo nimekupata. Dunia ni mmoja miongoni mwa filamu ambayo inaitetemesha dunia kwa upande wa Kiswahili. Ni kweli Hasa hapa kuna kama mashaka yamekuwepo hapa katikati. Tunaona Clamvevo anamaliza siku 10 bila kuposti. Inawezekana kuwa ni uoga wa dunia ambayo inatoka siku hizi, ndio maana akasema acha kwanza hapa ni urambe niweze kuchill. Sijajua. Unajua katika soko mara nyingi hata unapopeleka kitu sokoni, unatakiwa uangalie kitu gani sasa hivi kinacho trendi, na ni aina gani ya bidhaa ipo sokoni, na ni namna gani ufanye ili uweze kuipiku ile bidhaa. Nafikiri katika namna yake ambayo anaoitengeneza, pengine ni kiasi cha kutengeneza kazi nzuri, maandalizi mazuri, ni kitu gani kiwe bora zaidi, kwa sababu ni soko la ushindani. Kwa hiyo mimi nafikiri anafikiria na anatengeneza kitu kizuri zaidi ili kukuza tasnia. Nafikiri kitu kama hicho. Unajua siku zote kilichoko ndani ya mtu ndicho kinachompatia ufahamu wa yeye ni nani, wala anafanya kitu gani. Labda kibinafsi yeye mwenyewe anajua ni kitu gani huwa anasubiria. Labda anasubiria siku dunia kwa siku moja tapiga views takriban 200,000 ndio aseme hao watu wameshuka, acha na mimi nitoe.
wala unakutana ni wewe upande labda anasubiria soko fulani ili aweze kuachia kitu chake. Lakini tunajua katika mitandao hiyo inakuwa sio biashara kuachia siku 10 kabla hujaacha kazi. Unaona? Mudi Muzungu ameingia Burundi. Ndio. Ila alivyofika Burundi ameingia kama vile naweza nikasema labda kujificha kwa sababu watu wengi hawakujua. Sio kwamba eti Mudi Muzungu amekosa pesa ya kupanda ndege. Hamna. Kuna watu wana maamuzi fulani. Kweli. Kwa nini umeamua kuja kama vile wewe unajificha ficha kinoma? Unajua sisi ni watu ambao tunafuatiliwa sana na watu, lakini licha ya kufuatiliwa na watu tunafuatiliwa kupitia kazi zetu. Na kazi zetu zimezungukwa na watu wengi ambao wanatufuatilia, lakini licha ya kazi kuna maisha binafsi Ushaona? Sasa kusema msanii fulani labda Manyanya anapotaka kula ugali maharage basi aposti na kula ugali maharage hapa ili mashabiki zake waone. Kwa kuna life funny ambalo la business pia lipo nje ya kazi. Kwa hiyo kuja kwangu Burundi haimaanishi kwamba sijataka pia watu wajue nimekuja kama msafiri, mtu binafsi, na naishi pia maisha yangu ya kawaida. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya mambo private kama mimi, ila ningekuja kwenye mambo ya kikazi sasa ningesema sasa Burundi nakuja hapo kwa sababu fulani tukutane sehemu fulani, hapo watu wangejua. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya mambo yangu tu binafsi mwenyewe. Okay, hayo mambo binafsi ndo hasa tunataka kuingia kwa sababu last time huko tumeona video zimetambaa sana mtandaoni, picha zimetambaa sana mtandaoni, Mudi Muzungu ameweza kufunga ndoa. Labda tujifikirie kuwa ni moja miongoni mwa vitu ambavyo vimekuleta Burundi. Hii ni moja ya vitu ambavyo vimenileta Burundi. Hamna labda zaidi unaweza kusema nimekuja kuoa, ila kuna mengine labda natarajia kufanya? Nimekuja kuoa. Nashukuru nimefanikiwa. Walianza kujitambulisha kwanza, wazazi wamenijua, wamenifahamu na mimi nimewafahamu. Baada hapo najua sisi Waislamu tunaangaliaga vitu vitatu. Kufa, kuolewa na nini? Kuzikwa tuseme kwa hiyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye kwa haraka. Kwa hiyo jambo langu mimi nilifikisha kwa haraka, nashukuru nimefanikiwa. Lakini pia mimi kama msanii pia nimejaribu kupenyepenya kuuliza baadhi ya wasanii ambao wanaofanya vizuri hapa Burundi kwenye upande wa tasnia yetu. Nimejaribu kufanya connection nao. Panapo majaliwa tutaanza kuona baadhi ya clip, baadhi ya kazi ambazo nitafanya nao. Kwa hiyo pia nimejaribu mambo ya ndoa, lakini nimeingiza na kazi ili nipate walau na mimi kufungua zaidi watu hivyo. Okay, mwaka unaoisha imekuwa ni mwezi wa 9 hivyo, nimekuwepo Dar es Salaam kule. Nimeona kuna wachezaji wengi sana hasa wa comedy, wanacheza serious. Ndio. Wengi wanajulikana kule, lakini unakutana bado hawajatoboa ili waweze kujulikana Burundi. Ila Mudi Muzungu amefika Burundi tayari, already wameshamfahamu. Hivi ulivyo step mguu wako wa kuingia Burundi mpakani, kuna watu fulani wamekufahamu kuwa huyu ni Mudi Muzungu ameingia? Nashukuru Mungu. Pale nashuka airport pale. Ile nashuka tu kwenye ndege, napiga tu akazojua airport pale kuna wale ambao wana vibendera si nini. Pale kuna mtu akaita Mudi Muzungu. Shaona nikaona yes, nashukuru ambacho ninachokifanya kinafika. Umeona? Kwa hiyo watu wapo. Yaani umekutana watu tayari wameshakufahamu. Pale siku ile siku ya kwanza. Na hatua zangu kama 7-8 hivi kwenye ngazi ile ya ndege mtu akaniita. Okay, tumekuwa tunazungumzia kwamba ulivyoshuka airport umepata comment nyingi sana watu kufahamu ya kuwa umefika Burundi. Ndio. Hasa miongoni mwa hapo umepokelewa airport, umeweza kutua Burundi, wazazi wa mwanamke wamekuona kama kawaida. Mudi Muzungu, hapa Burundi ni sehemu huwa panazungumzwa kitofauti kutokana na watu ambao wanaingia. Wewe kama Mudi Muzungu, Burundi umeonaje kwa mapokezi ulivyoingia kabisa? Kwa uchache mapokezi yalikuwa mazuri kwa sababu wanasema mtu mmoja, yani umoja wingi unahesabika kwa watu wawili kuendelea mbele. Kwa hiyo watu ambao walonipokea hususan familia ya upande wa mke wangu wamenipokelea vizuri kusema kweli. Kwa hiyo kwa mapokezi yale amenifanya nione kama Burundi nzima amenipokea kwa sababu
watu 6-7 nafikiri wamebeba kila tabia ya mtu mmoja mmoja hapa Burundi. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa mazuri sana, nilifurahi na nimejiona mpaka dakika hii nipo nyumbani, hata sometime nakuwa sitamani Tanzania. You can say that again. Yeah, katika video clip zako ambazo tumeziona nyingi toka unatokea Dar es Salaam na kuja. Ndio. Video nyingi umekwenda unamtaja Manyanya hapa ni wapi Manyanya? Kwani Manyanya nani kwako haswa? Licha ya kazi. Yeah, unajua kwenye wachezaji wapya ambao waloingia katika Asma Film nilikopo mimi pamoja na Manyanya na wengine sawa lakini unajua mnapokutana wageni kuna ile mnajenga urafiki. Kwa ni rafiki yangu mkubwa wa kwanza alikopo Manyanya. Na Manyanya baada ya hapo ni mtu fulani ambaye nilitokea sana kumkubali. Ushaona, kwa sababu ni mtu ambaye alikopo tukipiga story tunashauriana, ushaona kwamba mwanangu sasa hapo unaigiza kama msomi. Tunafanyaje? Ushaona? Kwa nini usiona kidaftari muda wote, usiona peni, anachukua ushauri wangu. Na wewe pia bwana, kipindi hicho nilikuwa naitwa Kanji kwenye familia ya Mzee Kicheche. Unatakiwa uwe na chupa, udambu unafanya kama hivi. Kwa ni blaza ambaye tumekuwa tukitoka familia ya Mzee Kicheche. Tukipeana maushauri, tunakaa namna gani tunafanya imradi vitu viwe vizuri. Ni mtu ambaye amekuwa rafiki yangu sana, brother wangu sana, ananishauri maisha. Yaani mtu fulani ambaye naweza nikasema ni kama nani yule, unajua ukiwa na mtu unatakiwa uwe na mtu wa ziada ambaye anashika akili yako. Kwa miongoni mwa watu wao naye Manyanya yupo. Kwa hiyo ni mtu ambaye na proud sana haya. Okay, licha ya Manyanya, tumemzungumzia Manyanya, tumesikia Manyanya nani kwako? Labda tuseme ni best friend ambayo labda niseme close friend. Ni ule rafiki wa karibu. Tukitoka kwa Manyanya acha tuingie kwa Cindy. Cindy ni mwanamke miongoni mwa wanawake ambao wako kwenye Asma Film. Wamezungumza ya kwamba habari zimekuwa spread sana ya kuwa Cindy ni mtu wa Mudi Muzungu. Na ulivyokuja huku kuoa watu wameanza kujifikiri sasa Cindy amekuwa Mrundi. Lakini watu kwenye picha wanaona mtu mwingine. Ni kwa nini sasa imekuwa hivyo? Nafikiri ule uhalisia ambao tunaocheza mimi na Cindy kwenye tamthilia ya Dunia na way back toka kwenye Agano tulikuwa tunacheza uhalisia. Ni watu ambao tumeshibana kwenye cast zetu. Ni watu ambao tumekuwa tukikimbizana ni muda wote kama Xavi na Iniesta kwenye mpira. Ni watu ambao tunapeana pasi. Kwa hiyo ule ukaribu na ule tulipokuwa tunacheza mke na mume, ule ukaribu umeleta kiasi kwamba mpaka mtu akiwa anaangalia tamthilia ya Dunia anahisi hawa watakuwa ni mke na mume kweli. Lakini sio mke na mume kweli, ni mtu. Cindy naye ana maisha yake na mimi na maisha yangu, ana mtu wake na mimi na mke wangu huku. Kwa hiyo nafikiri tumekutana kazini. Kama vile tunaona Kicheche alivyokuja hapa, watu walikuwa wanafikiria labda Kicheche na Vai ni mke na mume. Leo hii tunamwona Manyanya tena yuko na Vai. Ushaona? Kwa hiyo nafikiri ni uhalisia ambao tunaopeleka kwenye jamii. Ndio maana wanakuwa na hisi hivyo. Okay, most of Nigerians ni watu ambao haswa movie star from Nigeria. Unakutanaga wengi wenyewe kwa wenyewe huwa wanapelekana. Wanafunga ndoa wenyewe kwa wenyewe. Ndio. Lakini kwa Tanzania tunayaona tu kwenye video. Alafu ikifika kwenye real life tunakutana ni uongo. Hivi huoni kuwa Cindy labda anaweza kuwa amejiwekezea, anajua Mudi Muzungu ni wa kwangu, lakini eventually anakuja kuona tu mambo yanabadilika. Hamna, sidhani, kwa sababu sikuwahi kumletea labda ukaribu wote wa kimahusiano ya kweli, wala yeye mwenyewe sidhani kama ameshafikiria au ameshawahi mimi kuona bisa hizi situation mbona kama za mahusiano ya kweli. Ni mtu ambaye tunaheshimiana as kaka na dada. Kwa hiyo sidhani kama katika fikra zake mimi nipo mtu ambaye anaweza akanifikiria katika mahusiano. Cindy alipo aisikie hiyo ya kuwa labda kama amekuwa na yale ambayo amekuwa moyoni ameshindwa kuyatoa mapema, basi ameshaailishwa. Kwa sababu miongoni mwa ubinadamu kweli kuna jinsi mtu unaweza kuwa na ile na nafasi ya kuweza kumwambia mtu, lakini unakutana ukupata ile opportunity au time imekuwa out. Ndio. Kuweza kupata ule muda wa kusema acha niweze kumwambia kilichoko moyoni. Sasa baadaye anakuja kusikia mtu ambaye nimetaka kumwambia tayari kashatua sehemu. Sawa. Okay. Mudi Muzungu.
wewe kwenye style yako haswa una focus kwenye style ya kulewa. Ndio. Hivi tumchukulie kuwa Mudi Muzungu ana style ile moja ya chapombe ya kulewa, ima kuna style nyingine huwa anaiweza kuiperform? Naweza kusema kwamba mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikijifunza sana. Ni mtu ambaye siamini kwamba kuna ule msemo unasema hakuna alozaliwa anajua. Ukijifunza utajua chochote. Kwa hiyo mimi nimekuwa ni mtu wa kujifunza. Leo hii nacheza karakta ya ulevi, lakini na karakta hata naweza kusema kama tatu hivi ambazo watu hawazijui. Yani zipo inaweza nacheza karakta fulani ya Kihindi kama Muhindi ambao lonifuatilia kipindi cha nyuma. Kaka wewe unaleta matatizo. Mimi penda wewe bana. We bai. Vitu fani kama hivyo. Kona nakshi fana zekaga na kwa kama Muhindi. Naweza nikacheza mtu fulani ambaye kama vile udadisikia bibi boda sikusikia udasebaje bogi za sauti. Yani ni karakta mbalimbali. Napenda kujifunza vitu vingi. Kona vingi. Okay, Mudi Muzungu. Wewe umekuja katika haswa kitu ambacho kimekuleta kiko issues ambazo zimeweza kuleta ni katika masuala ya ndoa. Naam. Hivi wewe kutokana na jinsi ulivyojijengea umaarufu kwenye tamthilia ya Dunia, ndio huoni kama mambo ya kuoa yatakuja kurudisha sanaa yako nyuma? Maana tunajua mambo ya ustaa na mambo ya ndoa ni mambo mawili tofauti. Ni kweli. Kwa sababu unajua changamoto huwa zinakuwepo hapo. Last time Bahati ametoa video clip ambayo ameonyesha mwanamke amempatia makalio lakini mke wake hajaichukulia vizuri. Kwa hiyo imekuwa na dislike nyingi sana kuliko like. Kweli. Je, kama hivyo wewe ikitokea kwenye movie labda mke wako anaona video ambayo haimfurahishi, unaona kama itakuja kuleta balaa kwenye ndoa? Mara nyingi inakuwaga hivyo, lakini kusema ukweli inatokea kwa wale ambao wenza wetu the way namna gani wanavyo appreciate kazi yako. Ushaona? Nachukulia mfano labda Diamond anaimba nyimbo lakini ana ma video vix wengi, labda anakumbatia, anafanya nini, lakini mwenzake aliyefunga naye ndoa anajua kazi yake. Ushaona? Nafikiri ule uaminifu wa mwenza wake. Unajua kuna wengine tunaoa lakini hawaamini katika kazi zetu. Ushaona? Mimi nashukuru Mungu, mwanamke ambaye nilokuwa nimemuoa anaamini katika kazi yangu, anajua hii ni moja ya kazi, anajua ananiamini kwamba huyu hawezi kufanya hivi vitu vya kijinga. Ushaona? Kwa hata imetokea kwenye kazi natakiwa nifanye hivi, nitafanya, lakini kazi zetu pia zina mipaka. Haturuhusi kufika sehemu fulani kulingana na sheria zinavyosema za tasnia. Kwa hiyo nafikiri ni yeye kama yeye hawezi kuangalia katika namna fulani ambayo mimi nitakuwa nimebadilika. Kwa hiyo lakini pia nikiangalia katika upande mwingine siamini katika kushuka kwa sababu wanasemaga ndoa, mimi naonaga watu wanaona ndoa ni kama zigo fulani hivi umelibeba ndoa. Lakini ukiangalia kuna watu ambao hawajaoa na wanaishi na watu. Utofauti ni kuidhinishwa kwamba nimekubali kumuoa hivi na hivi na hivi. Lakini mimi naona ni maisha yale. Nimeoa, niko na mke wangu, nafuata majukumu yangu yale. Kama nimebadilika, kuna lingozi fulani la soko la ndoa nimelivua na lingozi lingine, basi mimi ndo mume, hapana. Kwa hiyo mimi naona ni maisha tu ya kawaida. Kikubwa ni kuelewana katika kazi zetu. Tukitoka kwa upande wa wanawake, tukiingia kwa upande wa wanaume hasa wa mastaa. Huwa wengi ndoa zao zinavunjika kwa wengi ambao walioa. Wengi tunajifikiria kuwa labda inaweza kuwa ni upande wa mwanamke ndio kumekuwa hitilafu. Lakini inasemekana kuwa na kwa upande wa wanaume huwa inakuwepo. Kwa sababu gani? Huenda utakuja kusema nimeharakia kuoa, vizuri viko mbele. Huenda huo binti ambaye nimecheza naye imetakiwa kuwa mtu wangu. Unakutana wewe ndio unaleta hiyo hitilafu katika ndoa. Je, ikija kutokea wewe ndio unakuwa msaliti kuliko jinsi ulivyofikiria mwanamke ndio kuwa msaliti, uone kama inaweza kumkosti mwanamke na kujutia maisha yake? Ni kweli, ila kwa upande wangu mimi na sidhani kama itakuja kutokea hivyo. Sababu ni mtu ambaye najiamini, ni mtu ambaye pia najikubali na nampenda sana mke wangu.
Kwa hiyo sidhani kama mimi nitakuja kuwa sababu ya kusababisha mtafaruku katika ndoa, na namuomba Mwenyezi Mungu pia, na kabla sijaoa nilimuomba Mwenyezi Mungu anisaidie nisije kuwa miongoni mwa watu ambao wavuruga ndoa, nisije kuwa mimi ndo sababu ya ndoa, kwa sababu kwenye kazi zetu kuna mambo mengi. Ukiingia kwenye akaunti zangu message karibuni hata 5000, ushaona zinaingia hata 50 au 100 au 200 kwa siku. Wanawake ni wengi na mashabiki zangu. Kwa namna fulani ambavyo nitakavyojiweka kiheshima na kuangalia namna gani ninavyomjali mke wangu. Kwa hiyo mimi sitakuwa moja ya sababu, kwa sababu najiheshimu pia. Wapenzi watazamaji wa Raj Media TV na wapenzi wa Mudi Muzungu, kama jinsi mlivyomsikia, Mudi anajiombea peke yake, asi mmoja wa sababu ambazo zinaweza zikatokea ndani ya ndoa, na namuomba Mwenyezi Mungu sana. Ila katika maombi yake tunasikia labda kuna kitu kuna ile confidence ambayo mtu huwa anakuwa nayo. Labda tufikiria kuwa hiyo confidence ambayo unayo ni kwa sababu unajua labda umekuja kuchumbia mchumba Burundi na unawaamini Warundi sana kwa tabia hizo hamna. Hiyo kweli au labda tumefikiria wenyewe? Hii mimi ni nature yangu kusema kweli. Nachokiongea natoa moyoni. Mimi napendaga kuwa real, sipendagi kuwa fake. Sipendagi yani kama kwa sababu nipo sehemu fulani niwe mtu wa aina fulani kwa sababu ya hiyo location, kwa sababu ya watu ambao wanazunguka. Mimi napendaga kuwa real. Kwa hiyo ninachokiongea hapa kinatoka moyoni. Kwenye video yako ya harusi kuna comment nyingi sana ya wanawake ambao wengi wako Saudia. Ndio. Naona wabongo wamekuwa wachache sana, labda midomo umewaziba midomo. Unaona? Comment nyingi zinabashiria watu kuzungumza ya kuwa Warundi tujipatie somo na tujue kuwa huko nje tunapendwa. Kama Mudi Muzungu. Kuna swali ambalo tumeuliza siku ya ndoa ile, lakini kwa sababu tumekuwa na uharaka fulani hatukuweza kulipatia suluhisho. Umetoka huko Dar es Salaam. Ndio. Umewavuka wanawake wengi sana mpaka ukaamua kujifikiria acha mimi nichukue Mrundi. Ndio sana. Je, kweli hapa kuna jambo fulani labda linajificha kutokana na Watanzania jinsi tunavyosikia tofauti? Kuna Ibra, Chinga, kuna Jux amekwenda kuoa nje ya nchi. Kuna wengi tu wao wanakuja kuoa hapa Burundi na wengine wakwenda kuoa Rwanda. Kwani kuna itilafu gani labda nyinyi kuto kufikiria wanawake wa Kidongo labda mjenge nao ili muishi nao? Na mimi narudi mule narudi mule. Sidhani kama kuna itilafu yoyote ya wasanii au watu wa Tanzania kuja kuoa nchi nyingine. Sidhani kama kuna itilafu yoyote, ila nafikiri ni yale tu ambayo katika makutano ya watu wanakutana sehemu nyingi sana. Watu wanakutana mitandaoni, watu wanakutana kwenye usafiri, watu wanakutana kwenye kazi. Ushaona, watu wanakutana sehemu nyingi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni Mwenyezi Mungu tu, kila mtu ana safari yake. Narudia tena kusema kila mtu ana safari ambayo ameandikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wa Tanzania sidhani kama wana matatizo, kwa sababu hata mamangu pia ni Mtanzania na kaolewa kule. Umeona, hamna shida yoyote. Hamna kitu chochote ambacho kimejificha. Kama kawaida tunaona Baba Asma ni kama familia sana. Nikirudi ambao kila msanii aliye trendi huwa anatokea kwa Baba Asma. Baba Asma ni nani kwako? Baba Asma ni bosi wangu. Baba Asma ni mshikaji wangu. Ni brother, ni mtu ambaye director wangu. Umeona, ananijua vizuri Mudi, sehemu gani nimpachike, vitu gani anaviweza. Ni mtu ambaye ananijua sana. Ushaona? Hivyo ni rafiki wa karibu. Naweza kusema ni yani sijui nimuelezeje, ila ni mtu wangu wa karibu sana. Tukifuata sana huko Dar es Salaam, tunachukulia Dar es Salaam kwa sababu ndo mji mkuu ambao una wasanii wengi sana wametoka mikoa tofauti, lakini wote kazi zao ni Dar es Salaam. Tupo na Steve Mweusi pamoja na Ndaro. Ndio. Watu wanajivunjia umaarufu sana Dar es Salaam. Yaani ukiwasikia Steve Mweusi umemwona Ndaro. Hivi wewe kama Mudi Muzungu, wewe una style yako, hukuja kwa style ya Ndaro au ya Steve Mweusi? Wewe kama wewe ukitoa licha ya style yako unaingia kwa style za wale watu wawili, ni nani hasa unamuona pale anaweza kuliko mwingine kati ya wale wawili pale? Kati ya wale wawili siwezi kuwachagua kwamba fulani anaweza
kuliko fulani. Kwa sababu wote wana uwezo. Ushaona? Kwa sababu Steve hawezi kufanya kazi bila Ndalo. Na Ndalo hawezi kufanya kazi bila Steve. Kwa hiyo vyote vina mechi. Ushaona? Nikisema fulani bora kwa upande wangu mimi haitakuwa sawa, kwa sababu wakikutana wao ndo wanatengeneza kitu kimoja. Ushaona? Kwa hiyo naona wote bora. Kila mtu yuko kwenye section yake, kila mtu ana ladha zake. Ukija kwa Ndalo ana maneno fulani hivi, yani ana kitu fulani cha surprise. Ukija kwa Steve ni mtu wa kuvuruga. Ushaona? Kwa hiyo mkutana hasina chanya, zikikutana pale hasina chanya, zikikutana lazima kilete burudani. Mimi na Cindy, mimi ni mtu ambaye kila siku nazingua. Cindy ni mtu ambaye chanya, anarekebisha. Ushaona? Ndio kama huku Steve anazingua, Ndalo anarekebisha. Siku nyingine Ndalo anazingua, Steve anarekebisha. Kwa wote wako sawa. Yaani challenge zao ndo zinaofanya wenyewe kuwa pamoja. Ile kapo yao imetengeneza mnara mmoja ambao hauwezi kutikisika hivi. Okay, acha tuyapate majibu kutoka kwa Mudi Muzungu, kwa sababu Warundi tunajifikiria sana. Tunazifanya kazi nyingi sana hapa Burundi, ikiwepo movie, muziki na vitu vingine tofauti sana. Wewe kama Mudi Muzungu, kabla ya kuja Burundi, bado huko Tanzania huko, ni kitu gani huwa Burundi tunazungumzwa huko katika nchi ya Tanzania bila uongo wote? Labda unaweza kusema mimi nilivyokuwa Dar es Salaam, kitu ambacho Warundi tunawajua iko ni kitu fulani. Okay, mimi kule sana sana ni katika upande wa muziki wanazungumza. Kuna producer nafikiri yule ni Liza. Yule anazungumziwa kule, alitokea Burundi, kitu kama hicho. Lakini pia kwa muziki anazungumziwa nani Biggie, na msikia pia Big Fizzo anazungumziwa kimuziki. Umeona pia anazungumziwa nani yule, kuna hawa wakili kuu wa Satbi wa kina nani? Huyo naye anazungumziwa. Ushaona? Sana sana wanazungumzia kutokana na muziki. Lakini kwa uongo zambi, kwa filamu au tasnia kule sio sana. Ushaona? Inaweza kuwa ni sababu gani labda nyinyi tamthilia zetu ama filamu zozote za Burundi hamzifuatilii? Ni kutokana na lugha au kuna itilafu zingine labda kuhusiana na production nini? Nafikiri ni lugha. Kwa sababu hata Kenya mbona tunafuatilia. Mwana Kenya wanazungumza Kiswahili. Ushaona? Nafikiri hapa Burundi wakijaribu kuzungumza sana Kiswahili watachota watu wengi. Kwa sababu Afrika Mashariki ina watu wengi na wanasikiliza Kiswahili na wanajua. Ukienda Kongo pia, Afrika ya Kati pale wanazungumza Kiswahili. Zambia Kiswahili wanasikia, Mozambiki wanasikia kidogo. Ushaona? Tanzania ndo kabisa, Kenya, hata ukigusia wapi hapa Rwanda Kiswahili kidogo. Ushaona? Kwa hiyo wakichanganya Kiswahili nafikiri watapenya na itasikika zaidi tasnia ya Burundi. Ushaona? Na baada ya sasa ya hapo unaweza ukachanganya sasa na lugha ambayo ya nyumbani kwa ajili ya kuvuta watu. Ushaona? Kuonyesha ule utamaduni wa Burundi ukoje, kazi zikoje. Kuchanganya lugha nao kunasaidia kuleta mashabiki. Hiyo nimekupata kabisa. Kuna neno ambalo umezungumzia hapa tulivyoanza, ukasema kuwa umeweza kupitia makundi fulani, kujua makundi fulani ambayo labda unaweza ukatoka huko umefanya kazi nayo. Katika hayo makundi makundi ambao uliopewa taarifa ya kuwa yanazungumza Kiswahili ima ni ya Kirundi, kwa sababu hapa Burundi timu nyingi ambazo zinavunja rekodi katika tasnia ya sanaa ni timu ambazo zinafanya Kirundi. Sasa hizo timu ambazo ulizozipata umeambiwa kuwa zinaigiza Kiswahili au zinafanya Kirundi? Sana sana ni Kirundi. Unaona, sasa sisi kule Kiswahili Kirundi tunasikia ila tukielewi. Kuna kusikia kawaida, sasa kuelewa ile. Lakini mtu akichanganya anateka watu wengi. Ushaona? Kwa hiyo Mudi Muzungu pale ataigiza Kiswahili hata kama wanamwambia Kirundi. Umeona, kwa mfano kama hivi naigiza Kiswahili, nikichanganya Kirundi kwenye dunia
lazima ni watu wasisimke. Wow. Anazungumza Ameongea kitu fulani. Ushaona? Lakini pia hata Burundi akiongea Kiburundi, akiongea kidogo na Kiswahili, sisi kule pia tunasisimka. Wow, huyu ni nani? Unaona zile. Kwa inasaidia sana kumkuza msanii. Neno moja kwa kumalizia kipindi, neno moja labda unaweza kuambia mafanzi wa Mudi Muzungu na pia kwa ujumla na mafanzi ambao wanafuatilia channel hii. Sasa mimi napenda kuwashukuru sana ndugu zangu wote ambao mnaofuatilia Mudi kuanzia safari yake ya sanaa mpaka hivi sasa, lakini pia nashukuru kwa mapokezi mazuri kuanzia kwa familia na hata pia baadhi ya watu kwenye mitandao yangu ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook wamekuwa wakinikaribisha pia, wamekuwa wakinitakia mazuri, wakinitakia ya kheri, wakibariki ndoa yangu. Ushaona, nawashukuru sana sana sana. Mungu awabariki, na nyie ambao hamjabahatika kuoa au kuolewa, Mungu atawasaidia dua zenu na natumai kila kitu kitakuwa sawa. Mkipata nafasi basi na mimi nitakuja kujilamba kwenye harusi ya mmoja wenu. Ushaona, kwa hiyo nashukuru sana pia kwa mapokezi mazuri, lakini pia kwenye upande wa kazi muendelee kunisupporti, muendelee kuomba wajanifollow waweze kunifollow, ambao hawajasubscribe channel yangu au channel ya Asma Film waende wakasubscribe pale. Tunawashukuru sana. Vipo vingi ambavyo tumeandalia kwenye dunia vinakuja, lakini sasa hivi pia kuna mfumo mzuri ambao tumeuanzisha. Ukiangalia episode ya 125 utaona pale dunia imebadilika. Kuna tangazo linasema sasa hivi nataka uingie kwenye simu yako Play Store au App Store kama unatumia Android au unatumia iPhone, andika download application inaitwa Dunia TV. Ukisha download hiyo, mule ndani sasa kuna malipo utaanza kulipia sasa hivi. Kwa dunia nzima itahamia kule kwenye kiganja chako. Yale mambo ya kudelay, si mmechelewesha si nini, basi utakuwa unapata episode zako zote za mwezi mzima. Kwa hapa Burundi utachangia shilingi 10,000 kama sikosei, lakini kwa Tanzania utachangia shilingi 3,000. Kwa tunaombeni support yenu jamani, muende sasa hivi. Lakini pia wadau ambao mnafuatilia channel hii ya ndugu yangu hapa, Raj Media, twendeni tukasubscribe, tukabofya kikengele kwa exclusive zote zinazokuja humu ndani. Nimeanza mimi leo Mudi, kesho atakuja Manyanya, atakuja fulani. Kwa hiyo ukibonyeza linki utapata taarifa zozote zinazopostiwa za ndani ya Burundi na za nje ya Burundi. Kwa hiyo tuendeleeni kusupport kazi, tuendeleeni kusupport tasnia yetu hii ya sanaa, tasnia yetu hii ya habari, imradi mambo yaende kwa mazuri. Tuendelee kujilamba, tupate kipato, na wewe mwenyewe upate update, ujilambe. Umechoka na stress, basi channel hii inakupasa kabisa kufika. Kwa tuendelee kuenjoy, kujilamba. Nawapenda sana jamani, nawashukuru. Okay, hapo tukamalizie tu. Kujilamba hapo ili tukamalizie. Tujilambe. Unajua unapojilamba, unapokunywa mtungi hivi unakuwa unajilamba fulani hivi, unajivuta hivi na kuwa nyama. Kwa hiyo tufanyeni vitu vya udambu vya ukweli. Mudi kubwa, Mudi Muzungu. Pakalaba hilo kudadeki. Yes, kama kawaida wapenzi wa Raj Media TV na wapenzi wa Mudi Muzungu. Leo tumekuwa naye, kesho itakuwepo mwingine kama jinsi alivyosema. Baba Asma akitua hapa lazima tuende kumpokea pote. Baba Asma ana baya. Ana baya lake. Ana baya kabisa. Okay, tumeshamalizia kipindi chetu na tushukuru sana kwa Mudi Muzungu kupatia muda. Wengi nadhani wataitazama exclusive hii na uweze kujifunza mambo fulani ambayo tumekwenda tunayapitia. Ijapokuwa leo hatukuweza kumleta mke wake kwenye nane kwa sababu bado akingali kwenye labda naweza nikasema akingali na zile slot bado hawajachana, bado mpya. Sasa aweza kumleta mtandaoni kuja kumwonyesha, lakini siku nyingine nadhani kabla ya kuondoka atatuita, jameni njooni mtushike video tuaje wapenzi wa Raj Media TV na wapenzi wangu, ili tuambie kuwa tunawaaga Burundi tunakwenda. Hata tukutane basi siku nyingine Mudi Muzungu. Na tunafurahi sana, tunashukuru sana. Mungu akubariki na Mungu aendeleze kazi zako kama kawaida. Asante sana. Uzidi kuwa Mudi Muzungu worldwide. Nashukuru sana. Tunashukuru sana. Wapenzi watazamaji wa Raj Media TV, see you again kwenye vingine vipindi. Kama hujafanya subscribe, uweze kufanya subscribe kama jinsi alivyokuambia. Najua watu wa Ashan huko Amerika, watu wa Afrika, wote wanatufuatilia kwa ujumla. Bye bye.